tutakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Hebu tuchunge pamoja, twende. Haleluya. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele yote. Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele. nguvu zako za shangaza dunia, uliumba mbingu pasipo nguzo, hewa ni Baba. Mungu wetu mwenye nguvu, Wewe ni mwenye nguvu, Baba yangu wa milele. Uko mwema Bwana, matendo yako ni ajabu sana. Neema yako, fadhili zako. Wosi ni olumulolelesi wefwe wa Mbukuta Media. Kuline busangafu khubane nawe mu matangazo ne bipindi byosi. Wakana wikomba khukukolola abundu na moline kamelo chokosikosi khurangile esoko khuliba usaba tisasaba chibilisaba chibilisaba saba libo. Makala ya afya ndani ya Mbukuta FM na mtoto wa nyanya Simiyu Sakwa. Naam, sadakta mpendwa msikilizaji, ndani ya makala maalum, langu jina Simiyu Sakwa na mgeni ambaye ameweza kutembelea anafahamika kama Zanda Brown Matibini. Na hivi sasa huyu Sanda Matibili, huenda kuna msikilizaji hapo nje anatamani kujua huwa anafanya kazi gani katika ujenzi wa taifa. Asante sana Bwana Sakwa. Jinsi nilivyosema, kwa majina naitwa Zanda Watibini. Mimi nafanya kazi na ushirika ambalo si la kiserikali ambalo linaitwa Upendo Development and Restoration Center. Naam, karibu. Asante sana. Na hasa sasa hili shirika ambalo umeweza kuzungumzia linafanikisha masuala yapi katika ujenzi wa taifa? Asante sana Bwana Sakwa. Shirika hili la Upendo haswa sana inasaidia wale ambao wajiwezi kwenye jamii, wale ambao wako na upungufu fulani ambao tunaita the vulnerable in the society. Na hili shirika liliweza kuanza mwaka gani katika hili taifa letu la Kenya? Shirika hili la Upendo limekuwepo tangia mwaka wa 2020. Na hili shirika wewe ndiye mwanzilishi ama kuna mfadhili ambaye aliweza kuanzisha hili shirika? Kuna mfadhili ambaye anafadhili shirika hili, lakini mimi ni msimamizi tu ambaye anasimamia kitengo cha eneo hili la magharibi. Asante. Sasa hili shirika la Upendo Restoration Center hasa katika jamii linasimamia masuala yapi? Tunayo vipengele vitatu ambayo tunasimamia, ambayo inaitwa objective. Ya kwanza, tunafanya health empowerment ama kusaidia katika kuboresha huduma za afya, na pia kando na hiyo tunafanya ile kusaidia wale ambao wajiwezi kwenye jamii. Hiyo inaitwa helping the vulnerable in the society, ambao wanahitaji msaada wa kimatibabu na wajiwezi. So na ile nguzo yetu ya tatu ni medical assistance. Kuna kipengee ambacho tunasaidia wale ambao wanahitaji kusaidiwa matibabu na hawajiwezi kabisa kwenye jamii. Ndio Bwana Sakwa. Na magonjwa ambayo huwa mnayashughulikia, msaada wa kimatibabu ambayo tunasaidia kwa hivi sasa, cha kwanza kabisa tunasaidia wale ambao wako na ugonjwa ambaye inaitwa goiter. Sijui Bwana Sakwa kwa Kibukusu ama kwa lugha ya mama ile ugonjwa linaitwa vipi? SRV mumilo. So kwa hivyo tunawafikia wale ambao wako na ugonjwa ambaye inaitwa goiter. Goiter ni ugonjwa ambaye wamefura kwenye shingo ama kwenye mshipa wa koo, alafu unapata inafura ikielekea upande wa kushoto na kulia,
katika sehemu ya mbele ya shingo. Kwa hivyo hao watu ambao wako na shida ya goita tunawapa health empowerment, kwa sababu kwa mfano kama hawajiwezi kwenda hospitalini, tunawafikia, tunawasaidia, wanaenda hospitalini na kupata matibabu. La pili ambalo pia tunashughulikia sana ni wale ambao wako na hernia cases kama fistula. Pia mfadhili wetu ameingia ndani na anaweza kusaidia wale wazee ambao wako na shida ya kupitisha mkojo, ama mkojo unatiririka tu na unapita pasipo kustiri. Kwa hivyo shida kama hizo pia tunapata kuwafikia na tunapata kuwasaidia, na wapeleka kwa hospitali ambazo ziko karibu ama ambazo shirika limechagua ambalo linaona ni bora, na wakienda kule wanapata kusaidika, kwa sababu tunao wataalamu, tunao madaktari ambao wamehitimu kufanya upasuaji. Asante. Umeweza kuzungumzia ugonjwa wa goita. Huenda tunaweza kuwa na msikilizaji hapo nje anakumbwa na huu ugonjwa na hajajua nini hasa huwa kinasababisha mtu anapatikana na ugonjwa huu. Asante sana. Gonjwa la goita ama kufura kwa shingo, vile kwa Kibukusu umesema sijui jina gani hilo. Saluye mumilo. Si ndio, hivyo vizuri sana. Sasa gonjwa hili la kwanza kabisa mara mingi inatokea kwa kukosa ile madini ambayo inaitwa iodine katika lishe. Unapata watu ambao wako na upungufu wa iodine kwenye miili zao, mara mingi wana develop hili gonjwa la goita. Pia watu wengi ambao wanakaa katika nyanda za juu ama milimani, utapata wengi wao wanashikwa na hili gonjwa la goita ama wanafura kwenye shingo. Pia unapata wengine iko katika familia. Na je, msikilizaji hapo nje anapewa mawaidha ya kukula vyakula kama gani ili kuzuia haya magonjwa ya goita? Vyakula kama samaki, maziwa iko na iodine, kuna mayai, kuna vyakula vingi sana, hata nyama iko na iodine, hata kuku. Ni dalili gani ambazo mtu anaweza tu hisi na jua tu kwamba huenda hapo mbeleni anaweza kuwa anaathirika na huu ugonjwa wa goita? Asante sana. Mwanzo kabisa unapata wakati mwingine unaanza kufura kwenye koo. Napata tu imeanza kufura, all of a sudden inafura na inaongezeka, haipungui. Kwa hivyo hiyo ni ishara moja sana ambayo inaonyesha ya kwamba hii ugonjwa wa goita umekushika. Jambo lingine, unapata unakuwa na ile sauti ambayo inagwaruza. Kwa na sauti ya kugwaruza, hiyo ni dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba gonjwa hili la goita liko njiani ama umekwisha kulipata. Lingine ni wakati mwingine, wakati unameza mate, unapata unaanza kusikia uchungu. Wakati unameza mate tu ama hata chakula, unaanza kusikia kwamba uko na uchungu fulani. Hiyo ni dalili nyingine ya goita. Nyingine ni kama vile nimesema, kufura katika zile mishipa ambazo ziko kwenye shingo. Alafu pia wakati mwingine kukauka tu kwa koo. Kwa hivyo inakuwa mfululizo, unameza dawa lakini bado inaendelea kukauka. Hizo ni baadhi ya ishara na dalili ya kwamba kuna hili gonjwa la goita. Asante. Tatu, katika makala maalum tunaye hapa daktari kwa majina anaitwa Zander Brown Mwatibini. Katika kitengo cha pili, nikirejea msikilizaji, tutakuwa tunaangazia ugonjwa ambao unafahamika kama hernia. Je, ewe mwandani wetu, unalo tangazo lolote ambalo ungependa kujulisha watu wengi? Mbukuta Media ndiyo suluhisho. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0797272770 au 0702022524. Mbukuta Media, tunakuenzi ewe mwandani wetu. Naam daktari, huenda kuna msikilizaji hapo nje anasikia tu tukitabasamu ugonjwa wa hernia. Ugonjwa wa hernia ni ugonjwa upi au unasababishwa na nini? Hernia ni kufura fulani, unapata wakati fulani unapata umefura, na kuna aina tofauti ya hernia. Pengine ningependa nielezee aina tofauti ya hernia. Kuna hernia ambayo inaitwa abdominal hernia. Kuna groin hernia. Hernia ni kufura fulani, kuna kufura fulani ambapo kunatokea sehemu fulani hapa pale ambapo mguu unaanzia. Hapa kwenye chini ya tumbo lako kidogo tu, upande wa kushoto ama kulia, pale kwenye kiuno. Unapata kuna kufura fulani ambapo kunatokea kutoka kwa kitu ambacho inaitwa pelvic bone. Sio sana wakati una strain, wakati unachoka ama wakati pia unakohoa. Kwa hivyo wakati unakohoa ama wakati unachoka ama wakati mwingine tu inaamka tu, unapata inafura upande fulani penye mguu unaanzia, ama upande wa kushoto ama upande wa kulia.
Na pia kuna hania nyingine ambayo pia inashika watoto. Napata mtoto kati wa umri wa chini ya mwaka 1 hadi mwaka 5. Pia unapata watoto kama hawa wanakuwa na hania ambayo inatokea kwenye kitovu. Para kitovu imefura, linatibiwa. Si kwamba ni ugonjwa ambalo halina tiba, ni ugonjwa ambalo linatiba. Ile sababu ambayo inaleta hania unapata ni ile misuli imelegea, ama inaitwa the weakness of muscles around the abdomen. Yani misuli ambayo iko hapa chini ya tumbo, ama huku kwenye sehemu za tumbo, sehemu za chini zinapata kuwa kulegea. So wakati zinaanza kulegea, watu wanaanza kupata ile gonjwa la hania. Ile kukohoa sana kutokana na uvutaji wa sigara. Wakati watu wanakohoa sana baada ya kuvuta sigara, mojawapo ya madhara ambayo wanaweza kupata ni gonjwa hili la hania. Ama wakati mwingine pia kuchoka sana, ama inaitwa straining. Unafanya kazi unachoka zaidi kutokana na ile kusonga kwa abdomen, ama maeneo ama nyanda za tumbo huko chini. Wakati unafanya pengine kazi yako inakuhusisha sana. Gonjwa ambalo linajulikana kama fistula. Huenda kuna msikilizaji anatamani sana kufahamu fistula hasa ni ugonjwa upi daktari? Kuna wale watu kwenye jamii ambao wanapitisha tu kinyesi, ama wanapitisha mkojo. But wacha tuangalie kupitisha kinyesi. Inatoka tu, unapata watu kwenye jamii wako kwenye pampa kwa sababu hawana uwezo wa kustiri ile haja. Kwa hivyo watu kama hawa ni procedure ama ni hatua ambayo inafanywa tu na inarekebishwa. Unapata watu kama hawa wanapata kusaidika na wanaweza kwenda haja, ama wanaweza kustiri haja kubwa kuliko kupitisha. Hata wale ambao wanapitisha mkojo, kuna wale ambao wanapitisha mkojo tu unatoka kama mtoto mdogo na mtu mkubwa. Hizo vitu vyote kuna suluhisho ya kimatibabu. Magonjwa ambayo umeweza kuelezea, unavyoelewa bima ya matibabu humu nchini kwa wengine imekuwa ni kama tatizo kubwa. Huenda kuna msikilizaji hapo nje anagumbwa, ama anaye rafiki yake ambaye anagumbwa na haya masaibu ya magonjwa ambayo umeweza kutaja hapo awali, na hana ufadhili wote wa kifedha ili akaweze kuwafikia matibabu. Nyinyi kama shirika la Upendo Restoration Center huwa mnafanya namna gani huko hawa wagonjwa pia waweze kuwafikiwa kimatibabu? Asante sana Bwana Sako. Wakati wagonjwa kama hawa tunapowafikia, ama wakati wanatukujia, jambo la kwanza ambalo sisi hufanya, tunaamini sana katika jambo ama kitu ambalo linaitwa bima la afya. Kwa hivyo kitu kikubwa ama baraka kikubwa ambacho tunawafanyia ni kuweza kuwasajili kwa bima ya afya ya kitaifa, inaitwa NHIF. Kwa hivyo wakati tunawaingiza katika NHIF, tunapata kuwa empower sasa, sababu tutakuwa tumekava. Kwa sababu tulipoanza mwanzoni nilisema mojawapo ya kusudi letu ni kuwasaidia kimatibabu, medical assistance as one of our pillars. Kwa hivyo tunapowapata, tunawaingiza katika bima ya afya, alafu tunawasaidia, tunawalipia NHIF, na si kuwalipia tu, kwa sababu tunalipa miaka 2, tunawalipia miaka 2. Kwa hivyo ni nani Bwana Sako ambaye anaweza kujitokeza tu na kukulipia miaka 2 bima ya afya? Unapata bima ya afya bure pamoja na watoto wako. Kwa sababu wale ambao wako na watoto, ama wale ambao wameoa ama wameoleka, wakileta stakabadhi zao za kuonyesha kwamba wameoa ama wameoleka, tunawaweka pamoja na watoto wao kwenye bima ya afya na wanafaidika. Na msikilizaji huenda anatamani sana kuwasiliana nanyi, mnapatikana maeneo yapi katika jimbo hili la Bungoma? Jimbo la Bungoma tunapatikana eneo la Webuye. Tuko eneo la Webuye, tuko na ofisi pale Sango. Pia tunapatikana eneo la Lugulu. Kuna ofisi nyingine eneo la Lugulu kwenye soko tu. Ukifika mahali pale utauliza Upendo na kisha utaweza kuelekezwa. Tuko na ofisi pia Busia. Ukienda Busia eneo la Malaba ule, ukienda kwenye boda tuko na ofisi, tapeana nambari yetu ya simu, tunapatikana. Hata Eldoret, tuko Eldoret mahali inaitwa opposite Living Room Hospital on your way to Kaptagat. Trans Nzoia tuna ofisi katika eneo la Kiminini on your way to Masaba Primary, utapata ofisi letu liko mahali pale. Asante. Hiyo bwana. Huenda ukaweza kusomea msikilizaji nambari ya simu ambaye anaweza kuwa na wasiliana nanyi ili kaweze kuzungumza zaidi. Asante sana. Nambari ya simu ambayo unaweza kuwasiliana na sisi ni 07 05 07 08
0705 070839. Kipiga hiyo nambari ya simu utaelekezwa. Je, mna hospitali ambazo mnaweza kuzitenga ambazo mnashirikiana nazo? Kuna hospitali ambazo madaktari wetu, jinsi nilivyoanza kwa kusema kwamba hili shirika linao madaktari, na si madaktari tu, ila wapasuaji wa ngazi za juu. Kwa hivyo kando na wapasuaji wa ngazi za juu, tunao madaktari wengine ambao pia wanahusika. Kwa hivyo hawa wagonjwa wetu ama wale ambao tunawasaidia, tuna hospitali ambazo tunawapeleka. Wale ambao wako Bungoma ama katika mji wa Bungoma, tuna hospitali ambayo inaitwa Elgon View Hospital. Tunawapeleka mahali pale, na pia tumeshirikiana pia wagonjwa wetu tunawapeleka katika hospitali ya St. Domian kielekea eneo la Kakamega. Wale ambao wako eneo la Trans Nzoia, tumeshirikiana na hospitali ambayo inaitwa Kiminini Coast. Tunawapeleka katika hiyo hospitali. Wale ambao wako Eldoret, tunawapeleka hospitali ambayo inaitwa Living Room Hospital. Tunapeleka pia katika hospitali ya ICFM Dreamland Kimilili. Naam daktari, kufikia sasa tangu hili shirika la Upendo Restoration Center kufika katika jimbo hili la Bungoma na hasa majimbo ambayo yanapatikana magharibi mwa nchi, naweza kufanikisha matibabu kwa wagonjwa wangapi ambapo huenda kwa sasa mnao rekodi kwamba wameweza kupata ufahamu wa matibabu na wanaweza kuendelea na maisha yao? Asante sana Bwana Sakwa. Kufikia sasa tangia tulipoanza tumeweza kulipia zaidi ya watu 300, kama sijakosea 312 kwenye hizi gatuzi ama jimbo la Bungoma, Busia, Trans Nzoia pamoja na jimbo la Uasin Gishu. Hao watu wote tumeweza kuwasajili katika bima ya afya, tumeweza kuwalipia kwa miaka 2 na pia wameweza kusaidika na kupata usaidizi wa kimatibabu. Naam, wacha tusikize mmoja aliyefanikiwa kupata matibabu haya, kisha nikirejea, msikilizaji mpendwa, tutakuwa tunaendeleza kipindi chetu hadi tamati. Sawa sana nafuata. Wenye bache banja lakini kaka ni alianzalia mnasema rangi. Malaya kuja na gari hao. Lakini bache maana si mawe. Ole nayo kwa basi. Ndio kulaza mara bache mafanya. Kubela shanga ipapa na yetu. Ole kusibala kunonyala wanyaka. Lakini nonyolile ngilano ese nabaza nende koita ino bala nakololanga saidi hata bandu bande babakololanga bale nikala sana kameki niyo ganeneja namanya daktari ali Bungoma kampuni ya bapapa bano bakola scanning free usana mwezi na chako ne sindu tata bana base bende. Naam, sadakta mpendwa msikilizaji, ni changamoto zipi ambazo huwa mnapitia katika ulingo huu wa kufanikisha matibabu mashinani? Asante sana Bwana Sakwa. Kuna kila jambo liko na changamoto yake. Mojawapo wa changamoto ambaye tunapitia kwa sasa ni mfadhili wetu wako na moyo na ari ya kusaidia watu ambao wako na hizi kesi. Lakini unapata wengine ambao wako na ugonjwa kama la goita wanaamua kutumia matibabu zile zinaitwa herbal medicine, matibabu za kiasili, ama wengine hata wanaamua kwenda kuchanjwa na kupitia kwenye viso vya waganga. Kwa hivyo unapata kuweza kumwambia mtu kama huyo kwamba kunalo suluhisho la kutoa hili uvimbe kwenye shingo lake, anaamua yeye hapana, atashikilia ile matibabu ya kiasili. Kwa hivyo hiyo ni changamoto moja ambayo tumekuwa tunapitia. Changamoto mingine ni media coverage. Ndio tumeanza na tunajua kupitia radio hii tunaanza kupata sasa media coverage na tutafikia watu waweze kuwa enlightened. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo tunapitia. Asante. Alafu wengine wanakuja wakishalipiwa wakigundua kwamba wamelipiwa bima ya afya mwaka mmoja, miaka 2, wanakataa kwenda hospitalini kutolewa na wanachagua kurudi kutolewa ama kuendelea na ile matibabu ya kiasili au matibabu ya kuganga. Hiyo ni changamoto ambayo tunapitia. Asante. Naam, huenda baada ya kufanya matibabu hayo kwa wagonjwa huwa mnawafuatilia ili kuweza kufahamu jinsi wanaendelea, ama huwa mnamalizania tu pale hospitalini? Tumalizii pale hospitalini kwa sababu process wakati tunaanza tunawasajili bima ya afya, tukisha wasajili bima ya afya ya miaka 2 tunawafuatilia hata kwenda hospitalini, tunagharamia kila kitu
hata transport ya kuwapeleka kwenye hospitali. Kwa hivyo pia wakati wamesaidika na wamerudi nyumbani, tunao madaktari ambao wanahusika kufuatilia, inaitwa follow up. Wanawafuatilia, wanapata kuwajulia wanaendelea aje, na kama kuna hitaji wao kurudi hospitalini for check up ama kitu chochote, wanasaidiwa na wanaweza kurudishwa hospitalini kuangaliwa for check up kama vile wanaendelea baada ya kusaidiwa. Asante. Na huenda neno moja tu kwa msikilizaji ambaye anakupata hivi sasa. Neno moja ambalo unaweza kumpatia msikilizaji ni kwamba kuna shirika ambalo linaitwa Upendo Development and Restoration Center. Imekuja kusaidia wale ambao hawajiwezi kwenye jamii na wanahitaji usaidizi wa kimatibabu. Matibabu kama yapi? Matibabu kama ya goita, matibabu kama ya hernia, matibabu kama ya fistula. Kwa hivyo ukitufikia katika nambari ambazo tumekupa, tutaweza kukufikia na tutaweza kukusaidia kadri ya vile tunavyoweza. Na msikilizaji, nimekuwa mwandani wako Simiyu Sakwa na mgeni wangu studioni amekuwa Sanda Watibini kutoka Upendo Development and Restoration Center. Karibu mara nyingine. Asante sana kwanza.